kuta vijana wako kwa barabara wanasalimiana, msichana, mtoto wa kiume na mtoto wa kike, na vile nguo za wasichana ziliisha, wakakuta ile mbaya mbaya. Unajua nguo za wasichana zinaishanga kwa duka haraka. Nakuta mtu amevaa kanguo kengine ni kaembamba, alafu kijana mnapatana kwa rami, mnasalimiana, mnakumbatiana ile kwa moroji, wanasimama 30 minutes, salamu zinyweree. Mwanya kora abana bate ne para ba abu mbate tu mwana bande para ngana maiga kunywera, alafu wanasimama hivi na hawaoni watu, hawaoni haya. Sasa ni salamu zinaingia, umiri tu mwana bande para nsema, na ikizidi sana anaanza kumpapasa hapa, na huyo anampapasa huko, hata ni salamu. Na huyo ni msichana msabato, kale kanisa pengine milimani, wanafanyanga vidole hivi, utani tumaniende. Mienendo haikai sawa. Vijana wamekodisha nyumba hapa, unaenda kufua nguo ya kijana ambaye anasoma hapa, ambaye ni boyfriend, Sunday unaenda kumfulia nguo, na ako kwa single room, bed sita. Unaingia saa 3 huko, watu unaenda kumfeast, na wewe ni msichana wa kanisa, unafua nguo na uchaolewa, unapika chakula, unakaanga mayai na sukuma na avocado juu yake, mnakula kwa hiyo nyumba wawili na mlango umefungwa, na unatuambia sasa hakuna shida, na wewe ni kijana wa kanisa. Alafu mnakuja harusi takatifu hii chari, unadanganya roho, unadanganya Mungu, unadanganya kanisa, umefanya usherati. Wewe ni usherati kutoka juu mpaka chini, na unang'ang'ana hapa. Tunaacha kazi zetu, tuache kazi zetu ngane nyangi tokojia, tunaenda harusi ya washerati. Watu wanafunga makazi zao, tunaita makwaya, wanakuja harusi ya washerati. Tunajaa hapa mbele, tunapiga magoti na wachungaji, tunapiga magoti na harusi ya washerati. Pengine unasema pasa fanya harusi haraka tuende. Uende chochote chaweza kutokea. Mnatuharakisha, pasa fanya haraka. Kwa sababu ukiingia miezi itaanza kuhesabiwa. Wageni wanaanza kuja kabla ya miezi kuisha. Mbiyamole, mwachi kukwani umwana imetenye sita yenyangu. Na hiyo mnaita takatifu. Na hiyo ni vijana wetu wa kanisa. Get the point. Take a step forward. Siku ya leo ndio kuona jambo nalosema people empowered by the Holy Spirit. Watu ambao wamejazwa na Roho Mtakatifu. Wasafiri katika safari ya mbinguni, yaani Mungu ama wanafanya mioyo yao kuwa sehemu makao ambayo Roho wa Mungu anakaa. Kama umeingia katika safari, unafanya moyo wako makao ambayo Roho wa Mungu anakaa. Tatoka batewege kama Roho wa Mungu akai kwa uchafu. Omoikonya sai tolikomenya se ubi ese uramba. Roho wa Mungu anakaa kwa yule mtu ambaye amemchagua Yesu kama Mwokozi katika maisha yake. Na ikiwa hakika umemweka Yesu kwa moyo wako, basi kazi ya Roho anatembea na kufanya moyo wako makao yake. Wanafanya sai. Kwa hivyo kama kuna wale hakika wameamua kwenda katika ufalme wa mbinguni, hivyo ndivyo umwamini Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Tulijifunza hayo tukiwa katika makambi.
Mungu ametuita ili tuweze kuwa mashahidi wake, tuweze kwenda na tumaini kwa ulimwenguni kote, ili tuweze kutangaza kurudi kwake mara ya pili duniani. Sikia, Mungu ile sababu kubwa inamfanya atuite, ametuita ili tuweze kuwa mashahidi. Mungu anapoita watu, anaita mtu kumfanya, baada ya kumsaidia, anambadilisha, anakuwa shahidi wa kuchukua matumaini kwa watu wote duniani. Kwa nini niseme hivi? Hakika watu wana shida. Bantu mbachandikita. Watu hawana matumaini. Enda katika familia zetu na ndoa zetu, watu wana shida. Enda katika maofisi, enda katika vijiji na maeneo mahali ambapo wanakaa, watu hawana matumaini. Lakini wale ambao wamekubali kuitwa wana na binti wa mfalme, kwa sababu wao wana matumaini, sasa ni majukumu yetu ya kuchukua tumaini hili na kuwapatia wale hawana. Na uwezi ukaenda ukiwa mtupu. Hapana, lazima uwe na kitu ambacho unaenda nacho. Watu wanateseka. Majirani ambao tunaokaa na wao wanaumia. Nataka niseme kwamba katika nyakati za mwisho, bila ambavyo tumefika kama kanisa la Wasabato, tunahitaji sasa tumfanye Roho wa Mungu aweze kuwa yeye ndiye mgeni wetu, atupe uwezo wa kuchukua ujumbe huu. Kwa nini kanisa la Mungu lilipoanza, wanafunzi ama mitume walipomfanya Yesu kuwa rafiki yao, basi Yesu aliwaahidi akawaambia, nitawajazia Roho atakapokuja kwenu, kuna yale yatafanyika nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Tutasoma fungu hilo. Akawaeleza wale ambao wameamua. Kwa hivyo ili kanisa liweze kufika mahali limefika, kuna wanaume ambao wamelisaidia, kuna wanawake, kuna watoto, kuna vijana. Ili kanisa lifike leo mahali lilipo, kuna watu wamechaswa Roho wa Mungu, wamesukuma ili kanisa mpaka tumelipata leo. Haleluya. Kanisa hii kanisa siku hizi tumevalia matai. Kuna siku wenye walikuwa nayo hawakuwa na nafasi ya kuvaa matai. Halo. Hii kanisa siku hizi watu mnalinga nayo na kujifuna nayo sana. Kuna wazee wako makaburini ambao hawakupata nafasi ya kufunga hizi matai. Walileta kwa usuni na shida, ndio tuweze kulipata kanisa la Mungu siku ya leo. Halo. Waliteseka. Wengine walikimbizwa, wengine wakafanywa nini. Nakumbuka kuna mzee kule kwetu aliyeleta kanisa letu la Wasabato eneo lile. Tukasikia kwamba kuna watu walikuja kuchenga kanisa lingine, wazungu walileta pale. Baada ya kuleta lile kanisa la Wasabato kufika hapo, na wazungu wakaleta kanisa lingine kando na hili kuchenga karibu. Sasa mzungu alipokuwa juu kuchenga nyumba, alikutumia bonyansi sasa. Yule mzee akuogopa, alikimbia akashika mzungu mguu, akamfuruta kuja chini. Kama tito kuleta buchabu bosetu, akamtoa by force. Hiyo jamaa waliumizwa, alipelekwa gerezani. Kwa nini anasuia watu wasifanye vitu vingine? Lakini hivi sasa tunapokaa katika hiyo sehemu ya kwetu, hakuna hilo kanisa lingine liko hapo. Lile kanisa mzee alipigania ndio limebakia paka siku ya leo. Lile kanisa, ili kanisa ambayo uko nayo sasa, Eldo unaitwa mzee wa kanisa, alikuanza jana. Kuna wanaume wameteseka mzee. Ili tuweze kukaa kwa hizi viti, kuna watu wamesumbuka na hili kanisa. Karongo romo ndako tuerolera ni kanisa hii, my friend, kanisa watu wametoa mbali. Haleluya. Ukiona unataka kutusumbua wewe,
Wakati mwingine ni vile hatuna uwezo huo. Kwa sababu Yesu anasema wote wamepewa nafasi ya kuitwa wana na binti katika ufalme wa nani? Wa Mungu. Sisi hatuna uwezo wa kukuzuia. Hata ukae kisirani bado tutaendelea kukuvumilia, kwa sababu si kwetu unakuja. Unakuja kwa nani? Unakuja tu kwa Mungu wako, kwa sababu ni yeye amekuita. Sisi hatuelewi uhusiano ambao uko nao na Mungu wako. Sisi ni hapa tu tunakuona na hatujui alikutoa wapi. Halo? Kuna mahali Yesu alifanya nini? Alikutoa. And that is why ndio maana uko hapa. Kwa hivyo wewe unapokaa, lakini ukaa ukijua kwamba hakika wewe hauchawekwa hapo ili uweze kusumbua watu. Kuna vile ambavyo tunatakiwa tuweze kufanya. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 1:8, hilo ndilo litakuwa fungo letu katika siku ya leo. Matendo ya Mitume 1:8 inasemaje? Acts chapter 1 verse 8 inasemaje? Lakini mtapokea nguvu akisha kuwajilia yule Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika Uyahudi wote, Samaria, na hata mwisho wa nini? Wa nchi. Tulisema kwamba ni revival. Hii wiki ni ya revival. Sasa lazima tufanye revival sehemu zote. Si tulielewana hivyo? Yesu akasema Roho wa Mungu atakapokuja juu yenu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Akaanza na wapi? Na Samaria. Ni kusema ni wapi? Karibu na wewe, familia yako, watu wa nyumba yako. Yesu, Roho wa Mungu akiwa ameingia ndani yako, sasa ni rahisi kuwa shahidi katika hali ya kuleta watu wa nyumba yako. Kuna uwezekano mtu ako kanisani na watu wa nyumba yake hawako kanisani. Amjambo washiriki. Kuna mama hapa mzee aje kanisa. Halo? Hawa mama mnione niwaombee wiki hii kabla Ijumaa ifike. Uko kanisani na mzee hayuko. Ako hai anapumua, mzee anapumua hewa ya mbinguni. Na hakuji kanisa. Amjambo. Mwangirira. Wako. Watoto wako ambao hawakuji kanisani. Na wewe unakuja kanisani. Kwa hivyo shida ni nani? Shida ni nani? Usiseme ujui. Kulingana na fungu. Nitawajaza nini? Muanze kuwa nini? Wapi? Yerusalemu ni wapi? Kwako. Na hapo nangana pengine milimani utanituma niende. Na ile uniform nzuri niliona Sabato. Pengine maponde ni. Unataka milima? Na kwako hujamaliza. Utawezana? Members, utawezana milima? Roho wa Mungu akikaa ndani yako, hakika watu wa familia yako watamuona. Roho wa Mungu hawezi akajificha. Akiwa ndani yako mzee, mke wako atamuona. Haleluya. Roho wa Mungu akiwa ndani yako, watoto wako watafanya nini? Wataanza kuona ushahidi wako. Sasa unapokaa hapa kanisani na Mungu amesema Roho wa Mungu akikaa ndani yako, utakuwa shahidi kwanza kwa watu wa karibu ambao unakaa pamoja na wao. Kwa hivyo shida ni wewe. Siku moja niliitwa kwa familia. Mama anakuja, anajua mama nyinyi mko haraka. Tukiwa na mikutano kama hii, crusade revival. Mama ni rahisi sana mko kwa haraka kueleza shida zenu. Sio kama wazee. Mama anakuja anasema pastor, niko na shida. Niombee tu, niombee.
Na kama nastahili ukuje nyumbani ukuje kuniombea. Mzee akuje kanisa. Sijui ni nini, nimekaa kanisa, nimetumikia Mungu. Nimefanyia Mungu kazi. Sioni kama Mungu ni kama anasikii maombi yangu. Hakusikii. Ukuje nyumbani. Tukapanga na wazee. Tuende kwa huyo mama kwa sababu amesema mzee wake haji kanisani. Tukaenda. Tukaketi tukamwambia mzee, uone ni shida kukaa nyumbani bila na mama akamwambia leo nimeleta pasta. Ngarau akuombee uende kanisa. Mama ukiita wachungaji usianze hiyo tabia, nimeleta pasta. Utajichomea wewe mwenyewe. Hata tuweke mafungo kiasi gani, utakuwa umefunga roho wa Mungu. Halo? Wewe unakaa vibaya, una roho wa Mungu na unaenda kumletea nini? Mapasta. Wakuja kufanya nini? Mama mzee akamuuliza, wewe ndio uliwaleta? Uliwaleta wakuje kuniombea niende kanisa? Pasta, si ni yeye amewaleta? Kaa hapo. Ningoje. Unataka ningoje? Ningoje, utamungoje. Lakini sisi ilibidi tufanye nini? Kwa sababu amesema tufanye nini? Tumungoje. Nikaambia wazee, liwe liwaro, tutangoja. Lakini muwe ready, mwanaume si ni mmoja, sisi ni wanaume watatu. Bora asikuje na panga. Tujikakamue kwa sababu hapa sasa kuna mambo. Kidogo tunaona mzee anakuja na mattress bwana. Ana leta mattress, hapo kurulie mattress kule. Anairusha chini pop. Nasema pasta, angalia hii mattress vizuri. Kamwambia niko na macho nimeangalia. Hata kama ni wewe utalala hapa juu. Hiyo swali utajibu. Hiyo swali utajibu. Hiyo mattress vile imekaa. Hii mvua yote ya ninyo imenyenyesha hapo. Ako na watoto. Sasa mvua imenyesha. Watoto wananyesha kwa kitanda. Hiyo ndio shida yao. Kuna wanawake wako na kipawa cha uchafu. Kuna kipawa cha uchafu. Amebarikiwa na uchafu sana. Kaniambia pasta, sababu inayonifanya nisikuje kanisa ni huyu mwanamke bila anavyokaa, bila anavyofanya mambo. Mimi sioni hacha hii kanisa imsaidie kwanza ndio niweze kuja kanisa hilo. Enda pasta uhubiri wale wako huko. Kwa hivyo ndio maana tukaona tuwahubiri kwanza ndio nikuje crusade baadaye. Niko vibaya hapa sasa. Sasa niko ndani kwanza nimalizane na nyinyi ndio nikujie wale wa nje. Sasa nikamwambia kusema kweli mzee mimi sitalala hapa juu. Na yetinga bibwati egaro tinkora. Jua kuna mwanamke unajiweka vibaya, kwa mfano sio ninyi wale wengine. Unajiweka vibaya hata unapoambia familia kwamba kuna Yesu hawamuoni. Kuna wanaume anapolala kwa kitanda analala tu kwa hii mbao baile ule bakutira, anakuachia kitanda kingine yote, lakini yeye analala hapa hivi na analala mapua yakiwa wapi? Nje, kwa sababu akijifunika hata amuka kesho. Kuna wanawake akona bag ya kuweka nguo zake, lakini za mzee amenunua kamba ya Kisumu. Ya mzee nawekwa kama nyama iko kwa bucheri. Chisungire chyo mugaka. Mugaka era agochari kigura. Anatafuta hapa. Lakini mama zake zimeoshwa vizuri, zimewekwa kwa bag na zimewekwa mawe wengine. Kuna ile mawe mnawekanga inuke vizuri. Ikizidi sana mzee yake imewekwa kwa gunia kama mitumba. Akitaka ile shati ya white anamwaga chini. Anaanza kutafuta kana kwamba sasa hiyo ndio anainunua. Akifaa inakaa kana kwamba imetafunwa na ndama. Mwaka gwiti pale saa tita kuniruka kana mori liet.
lakini wewe umejipanga vizuri. Sasa anapoangalia anaona hapana, hapa hata kama kuna kanisa, mimi sistahili kuwa katika kanisa hili. Wenye wanastahili kuwa kanisa hili ni hawa. Kama unataka ukifanyia mzee vibaya, hata wachungaji wafae tai sita waende pale. Kile ambacho umepanda ndicho tutakipata kikiwa ndani. Ukiwa Mkristo, kama ni watoto, ikiwa umewafanyia vibaya, kama ni wasasi, kama kuna vile ambavyo umewafanyia vibaya na uko kanisani, kile ambacho umeweka ndani yao, hicho ndicho kinakaa na wao. Yesu akasema Roho wa Mungu atakapokuja juu yenu mtakuwa mashahidi. Kwa hivyo Roho wa Mungu hawezi akakaa kwa roho ambayo vile ninasurudia, ambayo ni chafu. Nataka niseme kuna Wakristo unapowaona ni wazuri kwa nje. Washiriki hamjambo. Kuna members ukiwaona kwa nje wako sawa, na ukiambiwa huyu anafanya makosa unasema hapana, hai pastor, hapana. Lakini kuna watu, mlileta jina ingine juzi, nilisikia kwa redio hata kwa mitaa, Enkondi. Kuna mankondis in the church ni mzuri. Hebu niwaulize, kuna kile kitu mnaitanga kwa Kisii egechondo. Do you know the egechondo? What is the egechondo? Ni mahindi ambayo ilipandwa ikamea, lakini haikuwa mahindi, haikukua mahindi, ikaonekana vizuri. Wewe mtu wa uko chini, do you understand jenye nasema? Kuna kitu ambacho unapoenda kufuna mahindi, ukitoa hivi unakuta ni unga inatoka nyeusi. Ulipanda hiyo? Wewe unapoenda kufuna hiyo ndio ulipanda ufune? Ulipanda ufune nini? Lakini unapotoa na hiyo inatoka, unasikiaje? Ni nini ambacho haukufanya kwa hiyo mahindi ndio ikuwe hiyo yenye imetoa? Kama ni kwenda kwa duka kununua mbegu ambao ni sahihi, ulinunua mbegu mzuri. Kama ni ombolea, hata kama hukupewa ile ya Ruto, ulinunua. Si ndivyo? Kama ni kulima vile ambavyo unastahili walime, ulifanya nini? Kama ni kubalilia, ulifanya nini? Na siku ya kutafuta masakara ya kupea ng'ombe, ulipita hapo kutoa ile mbaya upea ng'ombe. Lakini kuna yenye uliona hii haitakuwa vibaya, ukaiacha kwa sababu itaweza kuwa mahindi. Na siku ya kufuna ilionekana kwa nje iko na ombolea safi, iko sawa. Ilionekana kwa muonekano tu iko sawa, lakini unapoenda kwa mafuno unakuta ni nyeusi. Nani atahesabika ugali nyeusi? Amjambo. Kuna Wakristo wengi kanisani ambao tunaonekana vizuri. Unapotuona kama ni Biblia tuko nayo, naende bekire simu nogo teroko nene nerese nilie ngale nebirole byoko yesoma nepagi yoko bibogoli. Lakini Roho wa Mungu hawezi akaishi ndani yetu kwa sababu ya mienendo. Tunaonekana vibaya, lakini nataka niseme wale watamchagua Yesu kama mwokozi wa maisha yao, waamue atawasamehe, na hapo Roho ataingia ndani yao na watafanya mambo makubwa. Ndio tukasema kama umeingia kanisani na unataka kwenda mbinguni, jiweke katika hali Roho wa Mungu ataweza kuja na aweze kukaa pamoja nawe. Nikamwambia Roho wa Mungu hawezi akaishi kwa mtu ambaye ni mchafu, mtu ambaye ni msherati. Nataka nirudie, kuna watu ambao wako kanisani na washerati. Vijana wetu wengi ni washerati. Sio wa hapa, wengine hapa wameokoka. Kuta vijana wako kwa barabara wanasalimiana, msichana mtoto wa kiume na mtoto wa kike.
Na vile nguo za wasichana ziliisha, wakakuta ile mbaya mbaya. Unajua nguo za wasichana zinaishanga kwa duka haraka. Nakuta mtu amevaa kanguo kengine ni kaembamba. Alafu kijana mnapatana kwa rami. Mnasalimiana, mnakumbatiana ile kwa moroji. Wanasimama 30 minutes. Salamu zinyweree. Mwanya kora abana bate ne para ba. Abu mbate tu mwana bande para ngane maiga kunywera. Alafu wanasimama hivi na hawaoni watu, hawaoni haya. Sasa ni salamu zinaingia. Umiri tu mwana bande para. Para nsema. Na ikizidi sana anaanza kumpapasa hapa. Na huyo anampapasa huko. Hadi ni salamu. Na huyo ni msichana msabato. Kale kanisa pengine milimani. Wanafanyanga vidole hivi. Utani tumaniende. Mienendo haikai sawa. Vijana wamekondisha nyumba hapa. Unaenda kufua nguo ya kijana ambaye anasoma hapa, ambaye ni boyfriend. Sunday unaenda kumfulia nguo. Na ako kwa single room. Bed sita. Unaingia saa 3 huko watu unaenda kumfeast, na wewe ni msichana wa kanisa. Unafua nguo na uchaolewa. Unapika chakula. Unakaanga mayai na sukuma na avocado juu yake. Mnakula kwa hiyo nyumba wawili na mlango umefungwa. Na unatuambia sasa hakuna shida. Na wewe ni kijana wa kanisa. Alafu mnakuja hapa harusi takatifu. Hii chari. Unadanganya roho, unadanganya Mungu, unadanganya kanisa. Umefanya usherati. Wewe ni usherati kutoka juu mpaka chini. Na unang'ang'ana hapa. Tunaacha kazi zetu. Tuache kazi zetu ngane nyangi toko njia. Tunaenda harusi ya washerati. Watu wanafunga makazi zao, tunaita makwaya, wanakuja harusi ya washerati. Tunajaa hapa mbele, tunapiga magoti na wachungaji, tunapiga magoti na harusi ya washerati. Pengine unasema pasa fanya harusi haraka tuende. Uende chochote chaweza kutokea. Mnatuharakisha, pasa fanya haraka. Kwa sababu ukiingia miezi itaanza kuhesabiwa. Wageni wanaanza kuja kabla ya miezi kuisha. Mbiyamole. Mwachi kukwani umwana imetenyi sita ye nyangi. Na hiyo mnaita takatifu. Na hiyo ni vijana wetu wa kanisa. Roho wa Mungu akae ndani yenu. Kama mnataka kwenda mbinguni. Kuna watu hakika ni wezi. Na wanasema Roho wa Mungu anakaa ndani yao. Ni mmeajiriwa lakini watu ni wezi. Bantu naba hivi. Symboliology nde judge. Simbilio kwero. Simbili ni Kiebrania ya Kisi. Halo. Hii kitu mnaita ni vile niliona waheshimiwa wabunge wakipiga kelele jana usiku. No what? Arabic. Mlisikia hiyo? Hiyo CDF. Kweli hata kama wanasema no CDF no parliament, wale wanaombewa wanaipata. Bali bako saberu CDF wanaipata. Wale masikini kweli wanaipata. Wale wanaume wanaposema no CDF ni tumbo zao. Sikuje wakuu, kwa sababu tuna watu hapa wanateseka. Na kuna mwenye ambaye naye alikuwa mwenye akili zaidi. Mmoja yeye akasema kwamba CDF ndio tuipate. Mtoto ambaye mzazi wake amekufa na mama yake amekufa, wako na death certificate zote, wanapewa pesa nyingi. Si hivyo ndivyo wanasema? Wakasema huyo jamaa, na walikuwa washiriki, huyo mzee alikuwa mshiriki na kiongozi wa kanisa na mke wake. Wakaenda wakapanga, wakasema ni nini ambacho mwanadamu hatafanya. Wakaenda wakatengeneza death certificate zao za pandia. Mzee akatengeneza death certificate yake akiwa hai.
na akatengeneza ya mke wake wakiwa, ikawa attached kwa formu za basari. Pesa sikuje watoto wafanye nini? Mungu kupakua vitabu vyake, akakuta kuna watu waliokufa lakini wako hai. Na sasa kila kwenye kucheki vitabu kanyorambara abakwete lakini bakawateke ndoke. Kwa vitabu za serikali wamefanya nini? Wamekufa. Mungu akaondoa mkono wake wa ulinzi. Kanya sako nyoro kwete ngirenda gakora. Tari kurenda bakwete igako batige kera bakure. Wenye wamekufa anatoa security yake, kwa sababu mumeandika kwamba mumefanya nini? Mumekufa. Wakiwa njiani kuelekea safari, wakiwa na gari, accident ndiyo, wakakufa wawili tu kwa hiyo gari. Mbachi kuyese death certificate bono chiro complete, watabadilisha tu matare. Watu wako kanisani lakini mawazo yao yote yako kule nje. Ni mwili tu tumeleta church, lakini mawazo na vitu ambavyo tunavyofanya, Roho wa Mungu aweze akaruhusiwa na mbingu aweze kukaa ndani yetu. Kwa hivyo wapendwa, wanafunzi wakaelezwa, wakaambiwa Roho wa Mungu atakapokuja juu yenu mtakuwa mashahidi. Ndio maana kazi imekuwa ngumu kama kanisa hili kwenda nje kuleta watu katika wokovu, kwa sababu kila mtu anakaa kivyake, ana Roho wa Mungu. Kitabu cha Yohana 19 mstari wa 38 inasemaje? Inasemaje kitabu cha Yohana 19 mstari wa 38 inasemaje? Nani yule alisoma sahili? Sahili hata baada ya hayo Yusufu Arimataya, naye ni mwanafunzi wa Yesu, kwa hofu ya Wayahudi aliomba Pilato ruhusa ili auondoe mwili wa Kristo Yesu, na Pilato akampatia ruhusa. Akaenda akaondoa mwili wake. Endelea kidogo. Akaenda Nikodemo naye, yule alimwendea Yesu. Nikodemo naye yule aliyemwendea Yesu usiku, akaleta machanganyiko ya mane na uudi, yapata ratli 100. Endelea Kiswahili. Basi wakautoa mwili wa Yesu, wakafungua sanda ya kitani pamoja na yale manukato. By the way, cha nilikuwa nataka kutoa hapo ni kwamba hawa wanaume wawili ambao waliondoa mwili wa Yesu msalabani hawakuwa wanafunzi wa Yesu, lakini Biblia inawataja walikuwa wanafunzi wa Yesu, lakini kisiri. Muyamole, Roho ananiambia mmeniacha. Roho ananiambia mmeniacha. Muko pamoja na mimi? Halo? Sasa ni heri usikie hapo, wache ngine. Sikia hii. Wale wanafunzi wa Yesu 11 ambao walikuwa wamepakia, badala waende waondoa mwili wa Yesu msalabani, walikuwa wamejificha. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya uoga. Sababu nyingine, walikuwa peke yao, hawakuwa na Roho wa Mungu. Moikonya sae to renge na wo. Ndio maana wale walienda kuondoa mwili wa Yesu msalabani. Bila Roho wa Mungu, hata uche kanisani miaka yote, tunaposimama kwa sababu ya Injili utajificha bado. Halo? Vile wanafunzi walifanya nini? Walienda kujificha. Ni sawa walikuwa na Yesu. Ndio maana nikawaambia hata matanga ya Yesu hawakwenda. Walikuwa pamoja naye.
alikuwa amewasaidia, alikuwa amewabariki, walikuwa wameona nguvu zake na uwezo wake, lakini hawakwenda ili wamsaidie, wamuondoe kwa msalaba, wamuweke kaburi. Waliokuja ni wanaume wengine wakafanya kazi hiyo. Members, sikia washiriki. Mimi ninajua hata msipofanya kazi hii, Mungu akona watu wengine wataifanya. Ni sawa umekaa hii kanisa miaka yote, hata usipoifanya. Hata kama wanafunzi wa Yesu hawakuondoa Yesu msalabani, walipatikana wa kumpeleka kaburini. Haleluya. Unajua mtu anasema najua hata hiyo kwaya nitaacha. Acha uone. Wewe ndio utaumia. Nitaacha hiyo kwaya nione vile mtapata soap. Ukitoka Mungu analeta 8. Unakaa ukingojea kwaya ikufe, unakuta ndio kwaya inaendelea kukua kubwa. Unashindwa nitafanyaje nirudi. Kwa sababu nilifikia natoka ikufe, kumbe ndio inafanya nini? Inakuwa zaidi. Unaanza kujileta, unajua na shetani, unaanza kuwekelea shetani. Kwa shetani mbaya, sometimes anarudisha watu nyuma. Unaanza kujileta mwenyewe. Sisi hatukuleti. Uone ukuje, uone usikuje, bado tunaendelea. Hadi nikitoka na hii pesi yangu, wewe toka. Mungu analeta wanaume wengine 3. Tena wanaimba pesi sawa, iko pamoja, ile yako ilikuwa inakwara. Wacha kutusumbua. Hata usipofanya, Mungu akona wale ambao amewaandaa katika kazi hii ya takatifu. Si kwamba nawastua, ni hivyo wanafunzi wakati Roho wa Mungu alikuja juu yao, wakawa mawenda wasimu katika Injili. Haleluya. Wakatoka nje, wakaanza kupiga kelele na kusema, Yesu yule mliyemuua amefufuka, ameenda mbinguni, atarudi tena. Yule ambaye walikuwa wameogopa jana na kujificha, hivi leo kwa sababu ndani yao wana Roho wa Mungu, wakatoka. Biblia inasema wakapatiza watu katika siku hiyo 300,000. Kwa sababu Roho wa Mungu alikuwa ndani yao. Hii kanisa ya Mungu, watu wanasema hii Roho ya Mungu, hii kanisa inanga roho. Hati SDA kuna zile kanisa, kuna kanisa, kuna zile kanisa za roho. Kwani hii yetu ni ya uji? SDA ni uji? Ero ngoliera. Kuna watu wanaamini ile kanisa kwamba mchungaji akifanya mkono hivi, watu wanya kutaka na kujinsi. Ati sasa hiyo ndio roho. Hebu na mimi nirushe. Mbona hamjatakana? Kwani mimi sina nguvu? Bunanga asite katimbo atinguru choborani. Ngemotere kutakanira. Sina pepo. Kwa hivyo wale wako na pepo. Mbaya. Tena mbaya. Roho wa Mungu aangushi watu chini. Mwekonya saa tuli kuyeli bantu. Mweko kuyeli abantu no yubibiricha. Ukisoma Biblia, hakuna mahali watumishi wa Mungu walihubiri wakaangusha watu chini. Mahali waliangushwa ni pepo chafu. Biblia inasema Roho wa Mungu anainua watu. Wanapoanguka unafanya nini? Kwa hivyo unapoona dhehebu lolote watu wanaanguka, toroka. Usipewe pepo chafu. Kama kuna mahali Roho wa Mungu anakaa, ni hili kanisa. Haleluya. Unaona hili? Hili la Wasabato na hiyo muweke kwa records. Kama kuna mlango wa kwenda mbinguni, Seventh-day Adventist Church. Hilo ndio kanisa Mungu aliacha duniani alipoenda mbinguni. Yesu aliacha kanisa la Wasabato akienda mbinguni. Na hili ndio kanisa lake na amelitacha litakuwa mbinguni. Halo? Hawezi toa roho wake kwa kanisa lake aweke kwa biashara. Roho wake anabaki hapa. Chenye utapata pale nje ni mimba ya miujiza. Mimba ya miujiza iko pale nje. Kama unataka mimba ya miujiza, enda utapewa. Mwanaume anatembea tumbo ya mwanamke wa mtu. Inyoro musacho gutaramuka na iguru. Na kanyaga mtu ati pokea. Ubuchamu. Roho wa Mungu nataka kuondoa, si kwamba ile sarakasi munaonanga pale ati kwamba hapo hiyo ndio roho. Hapana.
Roho wa Mungu ni Roho Mtakatifu aliyekuwa tangu uumbaji, aliyekuwa mpaka wakati Yesu akiwa msalaba, ambaye yuko leo na atakuwa milele. Huyo ndiye tunatangaza, sio yule anaangusha watu. Kwa hivyo Roho huyo akikaa ndani yako, kuna vile utafanya mambo makubwa. Utafanya kazi ya Mungu bila kusuiliwa na mtu yeyote. Siri hataingia kwa mtu ambaye ako na chuki na watu. Kuna watu wako na chuki. Bantu bali kanisa nipate kwa nia bantu. Kuna watu wanasalimiange watu. Mtu anapita hivi na wewe unapita. Mbuya mole. Kuna mtu kwa hii kanisa, kuna mtu mmekosana na yeye amsalimia nangi na yeye. Hapa ndani. Mungu ngirira, Mungu etinga bono ngwate kande. Wate kande. Hebu nikuulize, kuna mtu ako kanisani na mmekosana na mtu, anapita na wewe unapita na unakuamilia hii kanisa. Ushauri tu wa bure, usinilipe. Kama unachukia watu na uko katika kanisa hili la Mungu, achana na hii kanisa. Enda nunua mitungi, tengeneza chang'aa, ukufe. Kachukule mitungi wenge chang'aa. Biblia inasema vizuri kwamba wanaochukia watu ni wauaji. Na wauaji hawana uzima wa milele. Unafanya nini hapa? Najua basi niko hapa, Mungu ananibadilisha, anasema, ni Mungu anasema hata magugu yakae. Acha nini ukijijua magugu uendelee kukaa magugu? Kama unataka Roho wa Mungu awe mgeni wako, samea watu. Babere tibamanyitie kibagokora. Uwasamee bure. Halo? Usiwe na watu wenye umejaza kwa moyo wako. Unawachukia, alinitendea, aliniongea, alinifanya. Kama kuna vitu hautasuia watu duniani ni kukuongea. Na kama hawatakuongea basi utakuwa umekufa. Mwenye anapumua lazima wakuongee. Kama wanaongea wachungaji, ni wewe hawataongea. Wacha waongee usiku na mchana. Kitu kingine, ati mbona unaniangalia? Kitu ambacho hautasuia watu ni kukuangalia. Uko hapa tukuangalie. Haleluya. Wacha kunifikiria. Kitu ambacho hautakataza ni kukufikiria. Tukifikirie vibaya ama vizuri, bado tutakufikiria. Halo? Wacha kukaa na roho chafu, na Roho wa Mungu anakataa kukaa pamoja na wewe. Marafiki, nataka niwaambie kitu kimoja kwamba kama hakika tuna safari ya kwenda mbinguni, tukae katika hali kiwango Roho wa Mungu atakuwa mgeni wako kila siku. Jichunguse wewe mwenyewe, ni jambo gani ambalo utalifanya ndio Roho wa Mungu asiingie. Namalizia hapa. Kuna mtu anasema kwamba siendi kanisa kwa sababu fulani amenikosea. Wewe umerukwa na akili. Kama kuna mahali uwezi acha, ni njia ya kwenda mbinguni. Na shetani kwa hivyo atakuwa amefaulu pakubwa kukusuia usiende mbinguni kwa sababu ya watu. Halo? Usikubali watu wengine wakate safari yako ya kwenda wapi? Mbinguni. Kwa sababu mbinguni tunaenda. Marafiki zangu, nawapenda tena bure. Mungu awabariki na awalinde. Ninatamani nami baada ya kuwahubiri nipatikane katika ufalme wa mbinguni. Sitaki kung'ang'ana kwa matabau tena nikuje kupotea. Niombee vile Paulo alisema, tuombee nasi kama wachungaji. Tunakuanga na makosa, tunakosea kwa sababu sisi ni wachungaji na wazee. Mtusamee na mtuombee ili tuweze kuwa waaminifu Yesu adaporudi mara ya pili tumlaki mawinguni. Get the point. Take a step forward.